Moyoni mwangu nilihisi kana kwamba nimevuka mpaka ambao sikupaswa kuuvuka. Joseph na Musa walinitazama, kisha wakatabasamu kwa kuridhika na kuniambia, "Sasa Tony, umeshakuwa mmoja wetu." Joseph alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye mamlaka. Musa alichukua kisu kidogo kilichong'aa na kukiweka kwenye kiganja changu cha mkono na kuniambia, "Agano halikamiliki bila muhuri wake. Ili utajiri na nguvu vikufuate, lazima uthibitishe uaminifu wako." Nilijawa na hofu kubwa sana. Muhuri tena? Muhuri gani? Josefu alisogea karibu na kuninong'oneza, "Ni tendo dogo tu. Tony, unahitaji tone la damu yako kwenye duara hili. Ni ishara ya uaminifu kwa njia mpya ya maisha." Niliangalia kisu mkononi mwangu. Ilikuwa ndogo lakini kali, iking'aa kwa mwanga wa mishumaa. Moyo wangu uliniambia nisiendelee, lakini sauti nyingine ndani yangu ilininong'oneza na kuniambia, "Tayari umeshafika mbali, usirudi nyuma." Nilifunga macho, nikavuta pumzi ndefu, kisha nikachana ngozi ya kiganja cha mkono wangu. Tone la damu likadondokea katikati ya duara lile. Mara moja upepo mkali ulizunguka tena, mishumaa ilizimika kwa ghafla na nikahisi mwili wangu mzima ukitetemeka kwa nguvu nisizozielewa. Niliposikia sauti ya Joseph, ilikuwa tofauti, nzito, kali na yenye mamlaka zaidi. "Karibu kwenye ufalme, ulimwengu wa waliochaguliwa. Kuanzia leo maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa mwanzoni." Ndani yangu nilihisi hofu, lakini pia shauku. Nilikuwa nimeshavuka mstari. Sikujua kuwa nilikuwa nimefungua mlango ambao usingefungwa kirahisi. Baada ya damu yangu kudondoka ndani ya duara lile, nilihisi mwili wangu mzima ukitetemeka. Upepo mkali ulizidi kuvuma na sauti ya ajabu nzito na ya kutisha ilisikika kutoka kwenye kona za chumba kile. Ilikuwa kama mtu anenaye kwa sauti iliyotokana na ulimwengu mwingine. Joseph na Musa walicheka kwa furaha. "Sasa umefungwa na agano. Hakuna kurudi nyuma," Joseph alisema, huku macho yake yaking'aa kama namna ya kutisha. Musa alisogea karibu na kuniangalia kwa umakini. "Lakini kumbuka, kila agano lina gharama yake. Ili utajiri na nguvu vianze kutiririka kwako, lazima utoe kafara." Nilibaki kimya. Sikutarajia hilo. "Kafara gani?" niliuliza kwa sauti ya kitetemeko. Musa alitabasamu na kuniambia, "Usijali, ni jambo dogo tu. Kitu kinachothibitisha uaminifu wako kwa agano hili, huwezi kupokea bila kutoa." Ndani yangu kulikuwa na vita vikali. Hii haikuwa ndoto niliyotaka. Nilitaka ni utajiri, sio kufanya mambo ya kutisha, lakini wakati huo huo nilihisi kama nimeshazama kwenye dimbwi la giza. Nisingeweza kurudi nyuma kirahisi kamwe. Joseph aliinuka na kuchukua kuku mweusi aliyekuwa amefungwa miguu kwa kamba nyekundu na kuniambia, "Hii ndo hatua yako ya kwanza. Chinja huyu kuku kama ishara ya kujitoa kwako kwa agano hili." Nilishika kisu mikononi mwangu. Moyoni mwangu nilihisi msukumo wa kuacha kila kitu na kukimbia. Lakini nilipoangalia macho ya Joseph na Musa, niliona kitu kilichonifanya nihisi kuwa nilikuwa nimefungwa, kana kwamba nilikuwa ndani ya mtego nisiyojua njia ya kutokea. Niliinua kisu changu na kushusha mkono wangu taratibu. Damu ilipotapatapa sakafuni, nilihisi hewa ikibadilika. Kulikuwa na nguvu nzito iliyonikumba, na kwa mara ya kwanza nilihisi kuwa nimeingia katika ulimwengu mwingine kabisa. Sikujua kwamba huu ulikuwa mwanzo
na mwisho wa amani yangu. Niliposimama juu ya damu ile iliyomwagika sakafuni, nilihisi mwili wangu ukiwa mwepesi ghafla, kana kwamba mzigo mzito ulikuwa umeondolewa. Kwenye kona ya chumba, moshi mzito mweusi ulianza kuzunguka, ukififisha mwanga wa mshumaa uliowaka. Joseph na Musa walitazamana na kutabasamu kwa furaha. Sasa umethibitisha uaminifu wako, Tony, Joseph alisema kwa sauti nzito. Mlango wa utajiri umefunguka kwako. Musa alitoa kikombe kidogo kilichojaa kinywaji cha giza na kuniambia, Tony, kunywa hiki. Ni sehemu ya agano lako. Kitakupa nguvu na kukufungulia baraka zako. Mikono yangu ilitetemeka nilipokishika kikombe kile. Nilihisi wasiwasi mkubwa sana, lakini pia shauku ya kujua kilichokuwa mbele yangu. Bila kufikiria sana, nilipeleka kikombe mdomoni mwangu na kunywa. Ghafla, baada ya kunywa kinywaji kile, nilihisi moto ukiwaka mwilini mwangu. Kichwa changu kilianza kuzunguka na macho yangu yaliona vitu ambavyo sikuelewa. Maumbo ya kivuli yalizunguka kuta, sauti zisizoeleweka zikilia kwa mbali. Nilipofumbua macho yangu, nilikuwa nimelala sakafuni, pumzi zangu zikiwa nzito sana. Nilihisi tofauti, kana kwamba nilikuwa mtu mwingine. Musa alinisaidia kusimama na kuniambia, sasa umefunguliwa, Tony. Kesho utaona matokeo ya uamuzi wako. Nilitoka pale nikiwa na mawazo mengi sana. Je, kweli nilikuwa nimeingia kwenye njia ya utajiri au nilikuwa nimefanya makosa makubwa sana maishani mwangu? Asubuhi iliyofuata mambo yalibadilika ghafla. Nilipofika sokoni kama kawaida, niliweka bidhaa zangu kama siku zote, lakini cha kushangaza, wateja walifurika kwa wingi. Niliowahi kuona kila mtu alitaka kununua kwangu, na ndani ya muda mfupi bidhaa zangu zote ziliuzwa. Nilihesabu pesa zangu kwa mshtuko. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nimepata faida kubwa kuliko niliyowahi kupata maishani mwangu. Nilitabasamu. Labda Joseph na Musa walikuwa sahihi. Labda njia niliyoingia ndiyo ilikuwa sahihi. Sikujua kuwa malipo halisi yalikuwa bado hayajaanza. Basi siku zilipita na maisha yangu yalibadilika ghafla. Biashara yangu ilianza kustawi kwa kasi ya ajabu. Watu walijikuta wakinunua bidhaa zangu kana kwamba walivutwa na nguvu isiyoonekana. Kila siku nilihesabu pesa nyingi zaidi ya niliyowahi kufikiria. Nilihama kutoka chumba changu kidogo cha kupanga na kuhamia nyumba kubwa mjini. Nguo zangu zilikuwa mpya na sasa nilitembea kifua mbele, nikiheshimiwa na watu waliowahi kunidharau. Lakini furaha yangu haikudumu muda mrefu. Usiku mmoja, nilipokuwa nimelala kwenye kitanda changu kipya, usingizi ulinikataa. Nilihisi kama kuna mtu ananitazama gizani. Nilipofumbua macho, niliona kivuli kirefu kimesimama pembeni ya kitanda changu. Mwili wangu ulitetemeka. Nilijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Nilihisi baridi kali ikiingia ndani ya mifupa yangu. Kivuli kile kilinisogelea karibu nami na sauti nzito iligonga kichwani. Tony, muda wa malipo umefika. Ghafla nilikumbuka maneno ya Joseph na Musa. Hakuna kitu cha bure katika dunia hii. Utajiri unahitaji kafara. Kesho yake nilienda haraka kwa Joseph na Musa. Nilihisi hofu nikijua kuwa nilikuwa nimeingia kwenye jambo kubwa kuliko nilivyodhani. Joseph alinitazama kwa tabasamu la ajabu na kuniambia, Tony, umefurahia baraka zako? Nilimeza mate kwa shida, lakini niliona kitu usiku. Kivuli kikisema muda wa malipo umefika. Musa alitabasamu na kuniambia, hiyo ni ishara kuwa sasa uko tayari kwa hatua inayofuata. Nilihisi mwili wangu ukipata ganzi na kuuliza, hatua gani hiyo? Joseph alinisogelea na kuniwekea mkono begani na kuniambia, Tony, umepata mali, lakini sasa ni wakati wa kuthibitisha kuwa unastahili kuendelea kuwa nasi.
Aisee, moyo wangu ulidunda kwa nguvu. Nikamuuliza Joseph, nifanye nini sasa? Joseph alitabasamu na kusema kwa sauti nzito, kafara nyingine, lakini sasa hii siyo kuku. Nilihisi baridi kali ikipenya kwenye mifupa yangu. Nilihisi moyo wangu ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Maneno ya Josefu yalinikaba koo kama kitanzi kisichoonekana. Safari hii si kuku. Nilimtazama kwa macho yaliyojaa hofu. Unamaanisha nini? Niliuliza kwa sauti ya dhaifu. Musa alisogea karibu na kuniangalia kwa macho makali. Tony, kila mtu aliye tajiri kwa njia hii ametoa sadaka kubwa, sasa ni zamu yako. Nilihisi miguu yangu ikilegea. Nataka nimtoe nani? Joseph alitabasamu kwa ujanja na kuniambia, hatukuchagulii kwa niaba yako. Chagua mwenyewe mtu wa karibu nawe. Kitu cha maana ni kwamba lazima awe mtu unayempenda. Maneno hayo yalinishtua kama radi. Mtu ninayempenda? Nilihisi dunia yangu ikiporomoka. Nilianza kuona wazi kuwa nilikuwa nimeingia shimoni na sasa hapakuwa na njia rahisi ya kutokea. Nisipofanya? Niliuliza kwa sauti iliyovunjika. Joseph alicheka kidogo, kisha akasogea karibu na kuniambia kwa sauti ya chini lakini nzito, basi utatoa ulichopata. Utajiri wako utayeyuka kama barafu kwenye jua, na zaidi ya hapo kuna gharama nyingine ambazo sitaki hata kukuelezea kwa sasa. Nilitoka pale nikiwa nachechemea kwa hofu na msongo wa mawazo. Nilihisi kana kwamba ukuta wa maisha yangu ulikuwa ukinisonga. Usiku huo nililala kitandani nikitafakari. Macho yangu yalikuwa makavu kwa uoga. Hakuwa na mtu aliyekuwa karibu nami kama dada yangu mdogo, Angel. Alikuwa msichana wa miaka 12, mwenye tabasamu safi na moyo mwema. Wazo la kumtoa kafara lilinifanya nihisi kichefuchefu. Hili sio jambo nililolitaka, lakini ikiwa sikufanya hivyo, nilijua ningeanguka vibaya. Siku zilizofuata kila kitu kilianza kubadilika. Biashara yangu ilianza kudorora ghafla, afya yangu ikaanza kuzorota, na usingizi ulinikataa. Nilihisi kama kivuli cha mauti kinanifuata kila ninapokwenda. Siku moja nikiwa peke yangu nyumbani, sauti nzito ilisikika tena gizani. Tony, muda unakwisha. Chagua au utachaguliwa. Nilijua sasa sikuwa huru tena. Kwa kweli nilihisi pumzi zangu zikiniishia. Maneno yale mazito yaliyotoka gizani yalikuwa kama mwiba moyoni mwangu. Sikuwa na muda wa kupoteza tena. Nilihitaji uamuzi wa haraka. Je, nitatoa kafara kama walivyohitaji, au nitajaribu kutoroka katika mtego huu wa giza? Nilimtazama dada yangu mdogo Angel, aliyekuwa amelala kitandani kwa utulivu. Hajui ni mawazo gani mabaya yaliyokuwa yananizunguka. Kwa kweli machozi yalinilengalenga. Singeweza kufanya jambo hilo. Singemuua dada yangu kwa ajili ya utajiri. Nilivua nguo zangu za gharama, nikachukua baadhi ya pesa nilizobaki nazo, na bila hata kufunga mlango nilitoka mbio gizani. Sikujua nilikokuwa naenda, lakini kitu kimoja kilikuwa wazi. Ilikuwa lazima nitoke kwenye maisha haya. Nilikimbilia kwa mchungaji wa zamani ambaye niliwahi kumsikiliza nikiwa mdogo. Alinipokea kwa mshangao mkubwa sana, macho yake yakiwa yamejaa maswali, na kuniuliza, Tony mwanangu, kuna nini mwanangu? Aliniuliza kwa sauti ya utulivu. Nilianguka chini na kupiga magoti na kumwambia, mchungaji, nimepotea. Nimeingia kwenye njia ya giza, na sasa naona mwisho wake ni mauti. Naomba unisaidie. Mchungaji alinitazama kwa macho ya huruma, kisha akaniomba, hakuna dhambi
isiyosameheka. Mungu anakupenda bado. Akanishika mabega, akaniombea kwa bidii. Nilihisi nguvu nzito zikinitoka, jasho likinitiririka kwa wingi, na mwili wangu ulitetemeka kwa nguvu. Kelele zilijaa ndani ya akili yangu, kana kwamba roho zilikuwa zinapambana kunibakisha katika minyororo yao. Mwishowe giza liliondoka na nilihisi utulivu mkubwa ndani yangu. Nilikaa na mchungaji kwa muda mrefu sana, nikijifunza tena kuhusu imani niliyokuwa nimeitelekeza. Biashara yangu ilikwisha, mali yangu yote ilitoweka, na watu walioniheshimu ghafla walinikwepa. Lakini sikuwa na wasiwasi tena, kwa sababu nilikuwa huru. Miezi michache baadaye nilianza upya maisha yangu. Sikuwa tajiri kama zamani, lakini moyo wangu ulikuwa na amani. Nilijifunza kuwa si kila utajiri unatoka kwa Mungu, na si kila njia inaonekana rahisi ni salama. Siku moja nilipokuwa nikitembea sokoni, nikasikia mtu akinipigia kelele. Nilipotazama, niliona ni dada yangu mdogo Angel. Akinikimbilia kwa furaha, alinikumbatia kwa nguvu na kuniambia, "Nilikumisi sana kaka yangu." Nilitazama kwa macho yaliyojaa machozi. Singefikiria kuwa ningekuwa huru tena. Singefikiria kuwa ningemuona Angel tena akiwa hai. Nilitabasamu na kusema, "Na mimi nimekumisi sana Angel dada yangu." Kwa kweli nilijua sasa nilikuwa nimeokoka. Ama kweli moyo wangu ulijawa na tabasamu sana. Moyo wangu ulijawa na furaha. Nilikuwa huru tena. Na nikajiapiza kwamba sitakaa nirudi tena katika hayo maisha. Kwa kweli si kila njia inayong'aa ni ya kweli. Utajiri wa haraka mara nyingi huja na gharama kubwa. Kamwe usiuuze utu wako kwa njia ya mali, kwa sababu unaweza kupoteza kila kitu unachokipenda. Mungu pekee ndiye mwenye baraka za kweli.